watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa juu. Ukiinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa juu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu. Oh, mbona unalia? Ni Mungu kakuweka juu. Oh, mbona unalia? Ni Mungu kakuweka juu. Ni Mungu kakuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Ni Mungu kakuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Hawawezi kuiondoa Israeli kwenye ramani ya dunia. Amini usiamini, itawapa tabu, maana ni Mungu kainua. Huwezi kuiondoa Israeli kwenye ramani ya dunia. Amini usiamini, itakupa tabu, maana ni Mungu kainua. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu. Ukiinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa juu. Ukiinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa juu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane juu. Oh, utakuwa juu. Ni Mungu kakuweka juu. Kimaisha utakuwa juu. Ni Mungu kakuweka juu. Kielimu utakuwa juu. Ni Mungu kakuweka juu. Ni Mungu kakuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Ni Mungu amekuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa. Oh, usilie, wewe ni dhahabu. Oh, usilie, wewe ni dhahabu. Dhahabu ikipita kwenye moto lazima itang'ara tu. Dhahabu ni tofauti na jiwe, jiwe likipita litapasuka tu. Oh, utakuwa juu. Ni Bwana kakuweka juu. Kimaisha utakuwa juu. Ni Bwana kakuweka juu. Kielimu utang'ara tu. Ni Bwana kakuweka juu. Ni Mungu amekuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Ni Mungu kakuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Mti wenye matunda unapigwa mawe, mwamba wenye madini unatorogwa. Kwa kuwa Mungu amekuweka juu, lazima mambo yako yatakuwa juu. Ukiinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa. Ukiinuliwa na wanadamu, wanadamu watakushusha chini. Ukiinuliwa na Mungu juu, ni lazima utakuwa. Cha mwanadamu kitakufa tu, cha Mungu lazima kionekane. Cha mwanadamu kitakufa
Bwana
tukamilishe huduma, kwa sababu wakati wetu umeenda sana, na kwamba kuna baadhi yetu pia tunahitajika mahali pengine. Kwa hiyo wacha Mungu achukue nafasi ili aendeleze ibada hii mpaka mwisho. Pigie Bwana makofi kadri mchungaji anapokuja. Amen. Karibu sana mbele. Bwana. Nataka kusikia neno la Bwana kabla sijaanza kuwafundisha maharusi, ili Bwana atangulie mbele. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, nakushukuru maana ni siku njema ambayo umetupa. Asante Bwana kwa vijana wetu ambao walileta mambo ya siri mioyoni mwao, na Bwana aliweza kuwatembelea walipoanza uchuma huu. Mungu hakuna aliyefahamu, lakini siku zilizopita Bwana wewe Mungu ulipata kuyafunua mambo haya mbele zetu. Asante kwa ajili yao. Sasa maana tuko Mfalme, tuko tayari kujiandaa ili kuwafundisha harusi hii. Baba, atakakubariki ukawa mgeni wa mahali hapo, wakakulie ukabariki maharusi. Mfalme, bariki ndoa yao, bariki maisha yao. Mungu, hata neno ambalo tukakusikia likawajenge na kuwapa hatua zaidi, ili Mungu ukajenge nyumba yao. Baba, nakushukuru maana upo, ukatangulie mbele, ukawashike mkono, ukawasaidie Bwana. Libariki neno lako mahali hapa, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 24. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, nakuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakaye mwambia, tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanyesha na kondoo na ngamia zako pia. Basi huyo na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya maandiko ni maandiko ambayo yapata Mwanzo 24 fungu la 12 na kuendelea. Ni wakati mtumishi wa Bwana wa Ibrahimu alikuwa ametumwa kumtafutia mke mtoto wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Alipojeso. Kwa hiyo alipokuwa ametumwa hivyo akamtafutia mke, naye akaona hiyo kazi kwamba ni ngumu maishani mwake, akaomba ombi moja kwa Mungu, akamwambia narudi huko alikotoka baba Ibrahimu, na kuna binti wengi sana huko. Amen. Nami sitajua yule ambaye nawe mke wa mtoto wa mtumishi wako. Kwa hiyo akaona ni ombi dogo sana, akasema, nakuomba baba, nimesimama katika kisima na kutatoka binti za watu wengi, lakini Bwana nakuomba jambo moja tu. Amen. Yule msichana ambaye atamwambia nipe maji ninywe, na akasema sitakupatia wewe tu, na ngamia zako pia nitawanyeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema
asifiwe. Hapa kulikuwa kuna mapatano baina ya Ibrahimu na mtumishi wake. Akasema na kuomba kabisa Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao tunao ni wakati muhimu. Sote tumekuja kushuhudia ndoa ya upendwa au wapendwa. Kwa hivyo nawaambia kwamba tukawe kimya ili tukaweze kusikia kila neno ambalo wapendwa watatamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante Bwana kwa sababu hii ambayo tumeifikia ya kuwaunganisha wapendwa hawa. Baba, kabla tuanze shughuli hii na ikabidhi mikononi mwako. Wacha Bwana ukaanze pamoja nasi. Wacha Bwana ukaendelee pamoja nasi. Ukabariki kila hatua, ukabariki kila neno. Asante kwa rehema zako. Baba, ubariki wahusika wote. Bariki na wote watakaoshuhudia shughuli hii. Neema yako Bwana izidi kuwa juu yetu. Asante kwa rehema zako na mpango wako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Wapenzi, tumekusanyika hapa machoni pa Mungu na mbele ya mkutano huu ili tuungamanishe mwanamume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu, ambayo ndiyo hali iliyo na heshima iliyoamriwa na Mungu wakati watu walipokuwa hawana hatia, ikitupa mfano wa kuungamana kwa Kristo na kanisa lake. Hali hii takatifu Kristo aliheshimu kwa kuwepo yeye mwenyewe katika Kana ya Galilaya, na kwa ishara yake ya kwanza aliyoifanya huko. Tena hali hiyo imesifiwa na Paulo mtakatifu kuwa ina heshima kwa watu wote. Kwa sababu hiyo basi watu wasiingie bila kufikiri, wala kwa haraka, kwa kusudi la kutimiza tamaa za mwili tu, kama hayawani, ila waingie kwa heshima na kwa busara na kwa shauri na kwa makini na kwa kumcha Mungu, wakikumbuka vema sababu za ndoa kuamriwa. Kwanza imeamriwa ili watoto wazaliwe, wakalelewe katika kicho na mafundisho ya Mungu na kifo. Pili imeamriwa ili uasherati uepukwe, ili wote walioitwa na Mungu katika hali